maandiko yanatakaje? Yanataka tuwe na nia moja. Huyu ni Petro anawaandikia kanisa, anasema muwe na nia moja. Alafu anakuja jambo la pili, anasema muwe wenye kuhurumiana. Sema wenye kuhurumiana. In the last days, moja ya kitu ambacho kinakosekana ndani ya kanisa ni kuhurumiana. Kuna mtu anaweza kawa anaona mwenzake anapitia changamoto fulani, alafu unakuta ana celebrate kupitia ile changamoto anayopitia, anafurahia. Na ndio maana kanisa haliwezi kushinda malango ya kuzimu, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaona mwenzake akiwa anaumia alafu akasema nabeba mzigo wake kwa kumhurumia. Na ndio maana kanisa la Mungu linakuwa dhaifu kwenye siku za mwisho. Mungu hawezi akakutumia kwenye ishara, maajabu, kama hauna moyo wa rehema ndani yako, kama hauna moyo wa kuhurumia watu. Sometimes unasema Mungu nipe fedha. Mungu anaangalia moyo ulionao, anagundua ndani ya moyo wako hakuna hata chembe ya huruma. Sometimes hata kama Mungu akikupa fedha utafanyia nini? Mungu anaangalia, nikimpa fedha huyu mtu atahudumia watu wangu, nikimpa fedha huyu mtu atalihudumia kanisa, nikimpa fedha huyu mtu atahudumia wajane. So Mungu anaangalia nini? Anaangalia ndani yako kuna nini. Ukiwa na 10,000 ile unaweza ukaitumia kufanyia nini? Ukiwa na 100,000 unaweza kufanyia nini ili Mungu akupe 1,000,000? So Mungu anaangalia huruma ulionayo ndani yako. So Petro anaambia kanisa, anasema jambo la kwanza, hakikisha mnakuwa na nia moja. Lakini jambo la pili, mnakuwa na huruma. Kwa nini huruma? Kwa sababu huruma ndio kitu ambacho Mungu anakitumia kuweza kuachilia neema ndani ya mtu ili kufanya vitu vikubwa. Kuna mtu ananielewa? Ukiwa na huruma kwa wagonjwa, Mungu anaachilia neema ndani yako ya kuponya wagonjwa. Ukiwa na huruma kwa maskini, Mungu anaachilia neema ya kifedha ndani yako ili wahudumie maskini. Ukiwa na huruma na wanaoonewa, Mungu anakupa nguvu ili uweze kuwasaidia. So Mungu anacheki compassion, passion that you have in your spirit. Kwa anaitumia ile passion, anaitumia ile compassion ambayo iko ndani yako ili kuhudumia watu. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Petro anasema iweni wenye kuhurumiana. Iweni wenye kufanya nini? Wenye kuhurumiana. Why? Kwa sababu mara zote unapohurumia watu, ndicho kitu pekee ambacho Mungu atatumia kuachilia neema. Mara zote Yesu alipokutana na makundi ya wagonjwa, maandiko yanasema jambo la kwanza alipoangalia akawahurumia. Kwa hiyo alipowahurumia, baadaye ukiendelea chini unakuta anaanza kufundisha kwa sababu amewahurumia. Jambo la tatu, unakuta miujiza inaanza kutokea. Why? Kwa sababu amewahurumia. So ukikutana na kanisa liko dry, halina nguvu za Bwana, ukikutana na kanisa halitembei kwenye uwezo wa Bwana, angalia nyuma ya hao watu walioko ndani ya kanisa, utakuta ni watu ambao hawa feel sorry, hawa feel mercy kwa ajili ya watu wengine. Anaangalia mtu ana matatizo anacheka. Anakuta kanisa la siku za mwisho, mtu akipatwa na mabaya, mchungaji akipatwa na mabaya, ndio pale ambapo bloggers wanapata kitu cha kuandika. Why wanapata kitu cha kuandika? Wanapata kitu cha kuandika kwa sababu hawana huruma ndani yao. Ni Wakristo but they are just bloggers. They've got nothing to write. They don't carry the merciful heart. Hawana moyo wa huruma ndani yao. Na ndio maana Mungu hawezi tena akawatumia, hawezi tena akawapa siri za kimbingu. Why? Hawana huruma ndani yao. Hawezi akawapa nguvu, kwa sababu akiwapa nguvu atakuwa na justify their wickedness, atakuwa na uthibitisha uovu wao. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Na ndio maana ndani yako moja ya kitu unatakiwa kubeba ni moyo wa huruma. Anza kwanza kwenye kanisa, kabla Mungu hajakupeleka kwenye mkoa, kabla Bwana hajakupeleka kwenye level ya taifa, kabla Bwana hajakupeleka kwenye level ya kimataifa. The first thing, hakikisha moyo wako ndani yako una huruma. Yesu alihurumia makutano. Every moment Yesu anapotembea mahali, maandiko yanasema akawahurumia makutano. Why akawahurumia? It is the key for the power of God to pass through you. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Sema amen. Tunaona jambo la tatu, Yesu hapa, Paulo anasema muwe wenye kupendana kama ndugu. Wenye kupendana kama ndugu. I want to tell you,
watu walioko katika Kristo wanatakiwa kupendana kuliko wale watu ambao wamezaliwa kwenye familia moja. Nisikilize, kwa sababu hii sisi tumezaliwa kwa damu moja ya Yesu Kristo. Maandiko yanatutaka tupendane, sio kwamba I'm just a stranger. Ukikutana na mtu ambaye ameokoka, mpende kama ndugu yako ambaye umezaliwa naye tumbo moja. Maana yake nini? Ukikutana na ana changamoto, maandiko yanasema no, mpende kama ndugu. Why kama ndugu? Kwa sababu mmezaliwa kutoka kwa Kristo pamoja. Wangapi wananielewa ninachoongea? Na ndio maana ukikutana na mwenzio ndani ya kanisa ana changamoto, anahitaji mtaji, kabla hajaenda kwa pastor, make sure ya kwamba wewe umemfikia. Unamwambia ndugu yangu, naona una changamoto, hebu hii changamoto tunaifix namna hii. Kwa sababu assignment ya kwanza ya kanisa ni kumanifest the love of God. To manifest the love of God. Maandiko yanasema, Yesu anaambia watu watawajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu kweli kweli ikiwa mkikaa katika pendo langu. Anasema mkipendana, anasema watu watajua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa kitu gani ambacho kinafunua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wa Kristo? Ni wakati pendo la Kristo linajifunua kwenu. Na ndio maana utakuta mtu ambaye amejaa pendo la Kristo ana visirani na mtu mwingine, anamchukia mtu mwingine, anamnenea vibaya mtu mwingine. Why? Kwa sababu akiwa anamnenea vibaya, anakuwa anamnenea vibaya kama ndugu. Do you understand what I'm saying? Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Petro anasema mpendane kama ndugu. Wakati mtu fulani anapitia changamoto, unaingia chumbani lakatoska parada ekaparada gaba eskaprata yaba, unabeba matatizo yake kama ya kwako. I'm telling you, hakuna mtu ambaye anakaa kwenye familia ya watu waliozaliwa pamoja alafu akaona dada yake au kaka yake anapitia changamoto alafu akawa anacheka. Unajua kaka yangu anaumwa jamani, yaani nakwambia anaumwa. Utakuwa unatia huruma. Sasa jamani, kaka yangu anaumwa, ndugu yangu anaumwa. Kuna watu unaweza kukumbuka story ya Lazaro na dada zake. Lazaro alipofariki, maandiko yanasema dada zake walipomwona Yesu wakaanza kulia. Walikuwa wanalia nini? Our brother is gone. Kaka yetu amekufa. Nisikilize, kuna vitu ambavyo unaweza ukaviona kwa ndugu yako, biashara yake imekufa. Kama ndugu, how do you feel? Unajisikiaje kama ndugu? Maandiko yanasema Lazaro alipokufa dada zake walilia. Wewe wakati ndugu yako anapitia magumu, wewe unafanya nini? So angalia namna ambavyo una feel. Ina manifest upendo wa Kristo au inaonesha hauna upendo wa Kristo. Well, the love of God kama inakaa ndani yako, kama pendo la Kristo linakaa ndani yako, kitu ambacho tutakiona tukiwa ndani ya Kristo, tunakuwa glued by the love of God. Tutaanza kupendana kama ndugu. Hautafurahi mwenzako akiwa hapendezi. Hautafurahi ukiona mwenzako yeye hana gari, wewe una gari. Unasema unajua mimi ndo nina gari kanisa zima. No. Utafurahi wakati mwenzako anaendelea. Utafurahi wakati mwenzako anafanikiwa. Utafurahi wakati mwenzako anaendelea mbele. Why? There is a love of God.